Ulikuwa na nani? Kaka. Migogoro inaumiza moyo. Hivi wewe, unajua kabisa mtoto mdogo? Punguani. Kwamba sielewi. Mjomba. Nimetoka kwa rafiki yako Gwamaka. Amelala kwake. Nimeona mpaka kwa Ndigwa. Haujalala. Umelala wapi? Hiyo visungusungu gani ambayo ulikuwa na rafiki yako? Umenisahau? Umenisahau mjomba? Kwa akili mwanaume mzima, mtu mzima kabisa, ambaye anategemea na familia, unakuwa mnyongo. Hata sura yako yenyewe hata haina. Unakuja muda hii, eti nimechoka, nina usingizi, unadanganya nini? Cheza na namba nyingine, lakini usicheze na mimi. Umeyatima. Wanasema hivi, kosea kujenga utabomoa, lakini usikosee kuoa. Kwangu mimi nimekosea. Na sitoki, yaani mimi naweka pelekishana mpaka mwisho. Huu muziki utaucheza. Tena utaucheza step zote. Nakwambia. Hadi kidogo utakicheza. Na nitazame. Nimechoka nikapumzike. Kabisa vitu nzima. Nilikuwa na Gwamaka, nilikuwa sijui nini, na vijana wengine mtaani, kuna lolote. Mtu amekushuka. Shuu. Utosheke wanawake wangapi? Tena nakwambia hivi. Andika orodha ya wanawake wote tujuane. Pumbavu kabisa. Nakwambia hiki ni chuma cha reli. Umeyatima na umenichokoza. Umenichokoza jomba. Hiki chuma cha reli. Afka sija kuwasha vizuri huyu. Wewe jomba. Migogoro series. Migogoro inaumiza moyo. Mume wangu, mbona umechoka sana? Nimetembea. Nimetembea na ile jua kwa mguu mpaka huko. Pole sana mume wangu. Asante sana. Habari za huko? Huko bwana ni njema japo sio sana. Dada yako ni msumbufu sana. Aisema mapini jeuri. Ibaki kidogo usiku nije huko. Yaani ibaki kidogo sana. Kwa sababu ameanza vituko vyake usiku. Yaani mama pia na vikolokolo kichwani kama nini. Leo asubuhi nimetoka nimeingia kwenye mizunguko yangu kama kawaida. Nimerudi mchana. Hajapika. Mama chakula mzingira na nyuma. Nisipike. Sio nini? Mpi njana ni nyuma. Utajua mwenyewe. Mimi sipendi kelele. Na anachokifanya anamuonea sana P. Unajua Priska yupo form 4. Naelewa. Ni mwaka wa mtihani huu. Kwa anapaswa kutoka shuleni apate muda wa kujisomea. Hasa yeye akitoka shuleni anaanza kufanya kazi za nyumbani. Inafika sehemu fulani yani P ndio anapikeni chakula siku hizi. Jamani.
Kwa hiyo pia nani kupikia chakula wewe? Pia nanipikia mimi. Makubwa mume wangu jamani. Sasa baadaye nikasema hapana. Niende kwa mke wangu. Hivi nimekuja hapa njia inaniuma. Mimi kula kwa mantilio, unajua sijazoea hayo maisha. Kwa nataka unisongee ugali tule tukalale. Usijali mume wangu. Leo sijapika ugali. Nakupikia kitu wali. Umepika wali? Wali. Yaani ushapika? Nishapika ngani hata leo mume wangu anaweza akaja. Kwa hiyo, pika mapema. Ndio nakupenda. Nakupenda pia nikumisi. Kweli eh? Basi leo sasa nitakuwa hapa tena, siendi siku 2 kule nyumbani. Hata kikaa mwezi, kwani kuna shida gani mume wangu? Sasa kupikia, unakuja kwangu na kata mwezi. Nitakuwa nakupikia mume wangu unakula. Unataka sisi za nini wakati mimi mke wako nipo? Dakika 2 tu. Hayo wangu. Silolijua sawa na usiku wa giza. Yeah. Mwenyekiti, na shida. Samahani lakini nimetoka kununua TV yangu leo kwa Mama Junior. Nimetoka bafuni kuoga, narudi ndani nakuta TV yangu haipo. Yaani nasikia Mama Junior anauza kweli, kinunua kitu kwake na sasa kinarudi kwake, kinarudi tena kwake. Kwa hiyo labda nikaona nisaidie mwenyekiti. Naomba msaada wako baba, twende wote unisindikize, naomba msaada wako. Pole sana. Ila leo nina dharura, kuna sehemu naelekea. Labda nisaidie mwenyekiti. Kuna sehemu naelekea muhimu, tufanye kesho. Samahani sana. Oh. Safi sana. Umepika mambo mazuri. Mambo mimi napenda haya. Yeah. Nice. Ngani kulisha sasa kidogo. Kweli ni kwani. Ndio wajara. Asijala. Nikuchekesha sasa. Jomba. Jomba bwana anatafuta na mke wake. Kafanya nini jomba? Jomba hajulikani alikolala. Kwa bi mdogo wa kuwepo, kwa bi mkubwa wa kuwepo. Kasingizia naenda sungusungu. Nakwambia. Sawa. Wote tujui. Sungusungu yenyewe sasa kadanganya kwamba niko na Gwamaka. Bi mkubwa kaja nyumbani pale. Kanikosa. Anatoka tukakutana naye. Sasa ndio mwenyewe kunipanga wewe naye. Ukiona na mke wangu, mwambiage tulikuwa kwenye sungusungu. Mke huyo ananiuliza. Nikajichanganya nikataka nikubali. Amenibana afu mimi ni mkali. Usiku kana kimbanga vile. Moto ule. Kitu ambacho ukijui, Jomba anachezeaga viganja pale. Kale. Leo kama nitaradi mimi kwamba sika nikate kibao. Nikasema wewe. So good. Vile anapigwa. Mimi nimeamlia ugomvi mara nyingi. Siku moja nusu meno yote chini. Nusu hivi. Maki siku mwanamke ndo alikunja hivi kabisa. Wewe kimwanaume kasema jamwe aka mkono. Kweli ndoa zina asili nikwambia. Siri kubwa. Sasa ulivyomuuliza alisema alikuwa wapi? Mimi sina naye mpaka saizi. Ila
msimwache salama, mtambana mpaka aseme ukweli alikuwa wapi, na ataniambia. Haina haja ya kumuuliza, wewe ni mtu mzima, anajua kitu gani anafanya. Sasa kuna haja gani ya kwanza kumuuliza mambo kama haya? Lazima nimuulize awe mkweli. Mbona vitu vyake vyote ananiambiaga? Ananiambiaga vitu vyote na hajai nificha. Kwa hata alikokuwa nitajua. Ninachokwamba tu haina hata kumuuliza. Wewe subiri, nitakwambia kwamba mke wangu huyu jamaa alilala sehemu fulani. Hivi Lisa, unajua kwamba kakako ndo anahusika na uhalifu wote unaoendelea hapa? Kakako ndo anachoma kituo. Ni kweli kabisa, walichokifanya sio vizuri. Natamani kila aliyehusika akamatwe awekwe ndani. Hivi nyie na akili timamu? Kwa hiyo wewe ulikuwa busy sana kunyosha mkono pale utakaoongea au hapa wewe hauna kazi? Natamani ungenipa nafasi hii moja, ningeongea yote, ningeepuka yote unayojua kuhusu kaka yako. Tumemchoka. Humjui Frank. Usichokijua sasa, ungejaribu kufungua ile bakuli lako kingenuka. Tena ungekuwa umshukuru sana mwenyekiti hakuruhusu mikono. Frank ni jasho la mtu huyu. Alafu hii kinachouma sana ni nini? Kwani alichoma ni nyumba zenu? Nyumba zetu angechoma aone. Tumemchoka. Kila siku yeye tu, yeye nani amekuwa hayo. Mimi naondoka. Kaka Frank. Malumbano hayaishi mitaani. Sijui, lakini kwa sababu kama alikuficha na kukwambia yuko wapi, ukimuuliza ndo atakwambia. Jomba atasema. Wengine waachie mwenyewe. Lengo langu siku nyingine nisijirudie kujikanyaga kwa shemeji, niwe na nyoka hivi na maneno kwamba shemeji huyu mtu alilala sehemu fulani. Lakini kwani si namshauri jomba? Jomba ni msumbufu. Jomba ni msumbufu. Ana yake wawili. Mimi ndio kuteseka na rafiki wengine nje. Lakini mwanangu mimi katika tendo na mwanamke mwingine tofauti, wale mbili kubwa. Nikikuta mwanamke. Sasa mimi nitakuwa nataka nini? Nina mke wangu cheupe. Niko na wewe hapa Black Beauty. Haya. Yule kule mfupi fulani. Wewe ndio huyo sasa. Niende wapi? Nitake nini mamaangu? Ndio nataka nini? Ndio hapo sasa tutakwenda kutafuta nini? Ndio hapo. Na mimi mke wangu nikwambie kitu. Mimi sio tunakupenda. Hii inaitwa nakupa wande. Neno kupenda tutaliongezea mauzito. Yanakuwa nakupa wande. Tuacha ndanene hapa mimi. Kwa mimi niko nakupa wande. Ujue ni kinoma noma. Silolijua sawa na usiku wa giza. Kikulacho kinguoni mwako we baba. Shikamoo mama. Baba, hujambo? Sijambo. Bado nyumbani? Nyumbani kwema? Karibu. Asante. Mimi sio mkaaji. Ndio. Mwanao Junior yupo? Hapana, katoka. Sawa. Mama, naomba umwambie mwanao arudishe simu ya watu aliyokuwa huko barabarani. Kwa hiyo wewe ndio mwenye simu au? Hata nimekuja hapa kukuambia kwamba mwambie arudishe simu ya watu aliyochukua huko mitaani. Atakutana na wananchi wenye hasira kali, mwanao watamchoma moto, atapoteza maisha, utamkosa mwanao. Kwa hiyo ina maana wewe ndio umekuwa kielele sana wakuja kuleta taarifa kwamba mwanangu mwizi ameiba simu.
Mwenye simu yeye kwa nini asije hapa nyumbani? Umetoka huko na mbaliga zako kuja hapa kuleta maneno ya kipumbavu kama hayo kwangu, si ndio? Mama, unazungumzia mbaliga. Sasa hapo ninaweza kuamini wanaosema watu kwamba wewe na mwanao la kweli ni moja. Wewe na mwanao wote ni waizi. Wewe kijana, najua unanitafuta, si ndio? Unataka uione rangi yangu ya upande wa pili. Una rangi wewe? Na sasa umeuwasha moto. Na huu moto lazima utakuachia. Na kuanzia sasa hapa uwanjani kwangu sitaki nikuone, potea. Wewe unanifukuza. Umesema wewe una rangi. Rangi mimi sijui. Wewe una rangi? Hata mimi utanitambua. Na sasa umeuwasha moto. Hautazima kamwe. Mimi naondoka. Bila sikuogopi, naondoka kulingana na jukumu yangu. Nenda. Lione huko. Nakuonea huruma sana kijana. Hapa ulipoingia sio penyewe. Marafiki wanazungukana wenyewe kwa wenyewe. Ngombe kupika. Mwana kutongoza hivi. Hebu ngombe kupika. Jomba. Wewe mimi namwogopa yule mke wako mwembamba yule. Yaani ndio yule. Afu namwogopa bala. Yaani namwogopa. Sana namwogopa. Jitahidi asije akajua. Namwogopa. Haizi kujua. Sisi watu wazima. Amando tunafanya kimya. Mwana. Sasa tena watu kaongea ndani. Wekeni heshima, jengeni familia zenye ubora, zipate malezi mema kutoka kwenu. Ndugu zangu, kama nilivyoagizwa na mwenyekiti, agizo ya kuja kuwaita, nadhani ndio siku ya leo. Sasa tutamsikia mwenyekiti kile alichotuitia. Karibu mwenyekiti. Habari zenu? Salama. Nimekuteni hapa, nimeona mnafaa kuwa wajumbe wangu ili kusaidiana matatizo yote ya mtaa wetu. Kama mnavyojua, hali ya usalama ya mtaa wetu sio nzuri. Kwa nahitaji ushirikiano wenu. Umenielewa? Mimi ni mwenyekiti. Mwenyekiti, mimi siko tayari. Maana kwanza mimi nina mambo mengi. Na mimi muda wote nasafiri. Nashukuru. Sitaweza mimi. Ana mashauri udada. Umeona hata wewe. Anadharau. Ndio anataka Ana madharau udada. Mungu samanini kwanza nichukue nafasi hii kukushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kutuamini kwamba sisi tu wajumbe wako. Tunakushukuru sana kwamba umetuamini. Lakini hata hivyo hakijaharibika kitu. Hakuna jambo lililoharibika. Lakini kwa mawazo yangu mimi hapa nilikuwa napendekeza kama Misila angeza katufaa sana kwenye hili jambo. Sijui mnasemaje wajua? Mamumu. Ni sawa. Ni sawa taweza. Hana shida hiyo. Chura mamumu. Sasa basi kama ni hivyo haina shida, hicho nilichokuteni hapa. Naomba ushirikiano wenu. Sawa. Unajua mtaa wetu ulivyo. Bila ushirikiano hatuwezi kuweka hali ya usalama mtaa wetu. Tuko tayari. Kwa hiyo nashukuru kwa hilo, tutaonana kwenye mkutano wa kutambulisheni. Sawa. Migogoro inaumiza moyo. Migogoro inaumiza moyo. Malumbano hayaishi mitaani. Jamani, vilio vimekithiri.
kupunguza migogoro. Mke na mume wanasalitiana, salitiana. Jamani, inasikitisha. Migogoro